Unaweza kuwa unampenda sana, unampa kila kitu, lakini maneno matano tu unaweza kuyaongea kwa sekunde 5 na yakavunja uhusiano ulioujenga kwa miaka mingi. Swali ni hili: je, unayajua maneno hayo? Leo nitakuonyesha maneno 5 usiowahi kusema kwa mpenzi wako, kwa sababu yakitoka kinywani mwako yanaweza kuua mapenzi kimya kimya bila hata kugombana. Kabla sijaeleza neno la kwanza, bonyeza subscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya na notification bell, maana video kama hizi hazileti drama tu, zinakufundisha saikolojia ya mapenzi ambayo watu wachache sana wanaijua. Na ukishasikia neno la 5, utagundua pengine umeshawahi kulitumia, na hapo ndipo utaelewa kwa nini mambo yako yalianza kubadilika kimya kimya. Katika mahusiano, maneno ni silaha. Hayajengwi kwa bahati, yanajenga au yanabomoa. Kisaikolojia, ubongo wa mpenzi wako haukumbuki kila kitu unachomwambia, lakini unajisikia jinsi maneno yako yalivyomgusa. Hivyo, kila neno baya unalotupa bila kujua linachonga maumivu ya muda mrefu. Neno la kwanza: wewe uko kama. Hili ni neno dogo sana, lakini lina sumu ya polepole. Kisaikolojia, linahusishwa na comparison trauma. Unapomlinganisha mpenzi wako na mtu mwingine, ex, rafiki au hata dada yake, unamvunjia heshima ya kipekee. Wewe uko kama dada yako, hata wewe hueleweki. Au, mbona mpenzi wangu wa zamani alikuwa anajua kunielewa? Ubongo wa mwanadamu hutafsiri hilo kama mimi si wa kutosha. Na mara tu mtu anapohisi hivyo, anakimbia kihisia kabla hata hajaondoka kimwili. Hapo ndipo moto wa mapenzi unapoanza kufa taratibu. Wanasaikolojia wanaita hii emotional invalidation by comparison. Ni wakati mtu anapohisi anakosa uthamani binafsi kwa sababu ya kulinganishwa. Neno la pili: nimekuchoka. Hili ni neno lenye nguvu kuliko risasi. Kuna njia milioni moja za kusema nimechoka bila kumvunjia mtu moyo, lakini unapolitamka moja kwa moja linakuwa kama unavunja makubaliano ya upendo. Kisaikolojia, mtu anayesikia nimekuchoka huanza kujenga defense wall. Anaanza kujiandaa kwa kuondoka kimya kimya. Anaanza kupunguza mawasiliano, anapunguza touch, hugs au hata kushare siri. Wengine hawapigani, wanatoweka kimya. Uhusiano hauishii pale mnagombana, unaanza kuisha pale mmoja wenu anapohisi kuwa hatakiwi tena. Neno la 3: unaniboa. Hili ndilo neno linaloharibu heshima zaidi kuliko matusi, kwa sababu linatoka kwenye toni ya dharau. Watu wengi hawajui, ukimwambia mpenzi wako unaniboa, ubongo wake unarekodi kwamba hisia zangu hazina maana kwake. Hata kama ulikuwa umekasirika, maneno haya hutuma ujumbe kwamba hutaki kusikia, hutaki kuelewa na hujali. Kisaikolojia, hii inaondoa psychological safety, hisia ya kuwa salama kihisia. Na unapomnyima mtu usalama wa kihisia, hawezi kukupenda kwa uhuru tena. Waheshima katika mahusiano haijengwi kwa maneno mazuri pekee, bali kwa maneno unayoyakataa kuyasema wakati una hasira. Neno la 4: ndo maana hakuna anayekupenda. Hili ni neno la emotional assassination. Ni sumu ya ndani kwa sababu linashambulia utu wa mtu. Unapomwambia mtu ndo maana hakuna anayekupenda, si tu unamkosoa, unamwambia hastahili upendo. Hayo yanajenga emotional wound ambayo inachukua miaka ya kupona. Hata kama utakuja kuomba msamaha, maneno haya yanabaki kichwani. Ubongo una tabia ya kurekodi maumivu ya kihisia kwa njia ile ile unavyorekodi maumivu ya mwili. Kwa hivyo, hata miaka 5 baadaye, mtu anaweza bado kuhisi maumivu ya sentensi moja tu. Wataalamu wa mahusiano wanasema, mtu anayejua siri zako za ndani ana uwezo wa kukujeruhi zaidi kuliko adui yako. Hivyo, maneno kama haya ni silaha inayogeuka dhidi ya uhusiano wako. Neno la 5: sijali tena. Hili ndilo neno la mwisho kabla ya mwisho wa mapenzi na upendo. Ni ishara ya emotional shutdown. Kisaikolojia, sijali tena si maneno tu, ni manifestation ya uchovu wa hisia. Hapa mtu anakuwa amechoka kuomba kueleweka, amechoka kupigana,
amechoka kujieleza, anachagua ukimya, anachagua kutojali, lakini ndani anaugulia. Mara nyingi watu husema sijali, wakati wanajali zaidi kuliko kawaida, lakini wanajilinda. Lakini kadri unavyorudia neno hilo, ubongo wako huamini kweli hujali, na hapo ndipo unapoanza kumpoteza kihisia kabisa. Usiache kufikiria tu kwa sababu umechoka. Mapenzi yanahitaji uvumilivu, mawasiliano na upendo wa kweli, sio ujasiri wa maneno makali. Maneno haya matano yanaweza kuonekana madogo, lakini ndani yake kuna sumu ya mawasiliano inayoua pole pole. Upendo si hadithi za TikTok, Instagram, Facebook na sinema za Hindi. Ni kazi, ni mawasiliano, ni kujizuia pale unapoona hasira inataka kuongea badala ya moyo. Kumbuka, kabla hujasema, jiulize, je, nikiyasikia haya ningejisikiaje? Ukijifunza hilo, utakuwa si tu mpenzi bora, bali mtu wa amani katika mahusiano yako yote. Kama video hii imekufungua macho, usiache kushare kwa mtu mmoja tu ambaye unampenda. Bonyeza like, comment neno nimeelewa chini hapa, na subscribe kwenye channel hii, maana kila wiki tunazungumza siri za kisaikolojia za mapenzi na maisha. Kumbuka, maneno yako yana nguvu zaidi kuliko unavyofikiria. Mapenzi huanza kwa maneno, lakini huishi kwa busara.